si vileo. Mwanangu umerudi. Kwa hiyo sasa nikitoa mguu na ipi kwamba unaenda kukipiangisha manake, si ndio? Ushanizoea. Mimi shoga yako, si ndio? Unachukulia poa. Niambia ulikuwa wapi? Mwanangu nilipigiwa simu ya msiba. Madina amefariki. Madina amefariki. Wewe unasema Madina kafariki? Wewe msinitanie. Yaani katika vitu ambavyo huwa sichekeshi mimi ni hivyo tu. Kafarikije kwanza yani? Yaani baada ya kukopeshwa pesa tu ndio kafariki. Oya. Wamnijui Hiyo ni pesa mjue. Hamjui pesa mimi natoa wapi ujue? Alafu mchezo mimi naijua. Hiyo mchezo mimi naijua kabisa. Mtu akishakujua kwamba anadaiwa tu, anaanza kujifia mwenyewe. Sasa sikiliza, pesa yangu mimi naitaka. Siko unanielewa? Pesa yangu naitaka. Natafuta pesa kwa ugumu kudadadeki. Wewe. Mume wangu, kifo tunatembea nacho unajua. Kwanza nakufaje? Acha kwanza nicheke. Anakufaje kwanza deni la mtu kwanza anakufaje kwanza? Anakufaje kwanza deni la mtu? Anajua kabisa ni kwamba anadaiwa afa anafariki tu yani formula anakufa. Ongoza njia huko. Yaani kaenda kueleweka huko. Ongoza njia. Niko naongea ongoza njia twende huko msibani kudadadeki. Nakwambiaje huko kinaenda kueleweka huko mbwa nyie. Si vileo. Kacha mwanangu jamani. Mwanangu ukiondoka nyumbani ukumbuki kurudi babangu. Nalia peke yangu mimi na uchungu. Mimi nalia na majirani mwanangu sijui uko wapi. Mwanangu kwani ukumbuki? Mwanangu Kacha jamani dada yako. Jamani dada yako Kacha mwanangu. Wabe mkubwa kausha kwanza, tulia au sio? Bonyeza reli kwanza. Tulia, kuwa mpole yani, cool down. Au sio? Down poa. Bi mkubwa nisikilize. Uwe mtu kaenda mwenyewe, Sister Madina ile kaenda kujitafutia mwenyewe. Kaondoka yeye, au sio? Wewe unalia nini sasa? Mtu kaenda kujipambania. Wewe mwenyewe maisha yetu hapa unaona kwamba ile kila mtu akitoka akatafute akapambanye ndio tuje tule. Au sio? Mtu karahisisha life anakuchukua mchele nini? Mimi nikiingia zangu huku nikivibambaja vikunya au nini tunaishi yani fresh tu. Kwa hiyo unalia nini sasa bi mkubwa? Kacha dadako amefariki. Kacha Madina amekufa mwanangu Madina. Madina wangu mimi jamani Madina. Msiba naulia na nani mimi? Naulia na nani msiba Kacha mwanangu Madina hayupo mwanangu Kacha. Wabi mkubwa kausha nitulie. Usilie. Unapolia mimi mwenyewe inanipeni ujue. Inanigusa mimi mwenyewe na moyo au sio? Sina jiwe. Kwa hiyo bi mkubwa unavolia hivyo na mimi mwenyewe unaniliza ujue. Chozi linanitoka. Kwa hiyo bi mkubwa sikiliza. Mimi itikadi hizo unazoniambia sijui Sister amekufa ile. Ujue ile mimi yule pale yule mampenzi, yani yule binamu kinyama chamo, au sio? Kwa hiyo bi mkubwa unavolia kausha yani. Wewe ujue yule pale mimi nampenda vipi? Yani yule mimi nimempenda nimemfall in love kwa kweli. Si unaelewa bi mkubwa alafu nataka ukaushe wewe saizi mtu mzima. Unavolia hivyo utakuja kutujazia nzi, au sio? Haya nipe ripoti kuhusu mazingira haya hapa vichenchede nini nimeona sinia hapa. Ile sinia leo litakiwa likae na wali lakini nashangaa limekaa vichenche hapa. Maendeleo yake hapoje? Mchango ndo kama hivyo unavyouona. Ndio tunachangisha. Majirani wamejitolea hilo daftari la majirani. Oa bi mkubwa ndo bukuje? Ndo bukuje bi mkubwa? Oa binadamu sio wazuri bi mkubwa oa bi mkubwa. Oa binadamu sio wazuri bi mkubwa sasa ndo bikijeli hapa bi mkubwa bukuje? Sikiliza bi mkubwa. Ili jambo limetengenezwa. Yaani kama umeweza kutoa bukuje ili hapa, ili jambo limetengenezwa. Afu hawa watu huu Uswahili huu. Wanaleta Uswahili afu mimi mwenyewe ni Mswahili au sio? Sikiliza haya mambo ya kishirikina. Afu mimi mwenyewe mambo ya kishirikina nayaweza yani. Nayajua.
Sijui unanielewa bi mkubwa? Sasa tulia, hii buku jelo mimi naichukua. Naenda kuchukua bongo shiti. Naenda kuchukua bongo shiti za buku jelo. Mimi ile pale ndo inanigia stimu au sio? Napiga ramli. Nikishapiga ramli ile akili yangu inakuja juu, yani inakuja lesi, yani ile najua cha wote waliofanya matukio haya hapa. Alafu mimi nakuja na kuwekea hadharani pale. Umeona pale bi mkubwa? Unawaona hadharani. Kwa tulia hapo hapo. Sasa kacha mwanangu, ukichukua hii hela nawapikia nini mimi wageni hapa mwanangu? Ndani mchele upo lakini marage hamna, ndo nachangisha hapa kwa majirani. Daftari hili la ujirani mwema mwanangu. Sasa ukiondoka na hiyo la mimi majirani wanakula nini kacha? Wewe mkubwa kula nini? Kula bongo bi mkubwa. Hao wakale kwa wenyewe. Nyie kula kwenu hapa kuja kulia tu hapa msibani, sio kwenye sherehe hapa, si atulishi familia sisi hapa. Wewe sio familia toshani. Ibu kuja tulikuwa tunaweza kula wenyewe. Hapa kulia tu kula kwenu. Alafu kwanza mwezi wa Ramadhani au sio? Bi mkubwa huu mwezi wa Ramadhani hawa hataki kula. Hawa wanataka waende kwao. Alafu kwanza wanafiki tu ujue. Hawanyo usikute miongoni mwa watu wako ujue. Mimi ngoja nikipiga ramli hapa. Oya wakitoka wale. Sikiliza bi mkubwa, mimi naamsha ngoja nikachukue bongo shiti. Tulia hapo hapo. Kausha. Mimi nakuletea mtu wako aliyomtoa Sister Madina au sio? Utampata. Waliomtoa? Kausha. Mariam, pole sana kwa msiba mdogo wako. Najua najisikia unaumia. Nishapoa Mselema. Unajua ni ngumu sana kwa mimi. Kwa sababu mimi jana tu nimetoka kuongea na Madina. Alafu leo naambiwa amekufa. Imenistajabisha kiukweli. Kwani alikuwa anaumwa nini Madina? Wewe acha tu Mselema. Maana mimi mwenyewe hata sifahamu. Leo ndo nimepigiwa simu. Mdogo wako amefariki. Itabidi tu nijiandae haraka haraka nije. Yaani hata sielewi. Mimi nazidi kuvurugwa. Pole sana Mariam. Hakika kazi ya Mungu haina makosa. Lakini hata hivyo nimefurahi sana kukuona. Hakika Mwenyezi Mungu akiamua kuwakutanisha watu wanaopendana, basi inawezekana. Una maana gani Mselema kusema hivi? Unajua Madina hakuwa mke wangu. Kwa hiyo sio ni vibaya kama mimi nitakuwa wewe. Hivi wewe Mselema una akili kweli? Hivi kumbuka wewe, mimi niliondoka hapa kijijini kwa sababu yako wewe. Kutokana mlikuwa mshaanza kupendana wewe na mdogo wangu. Nikaamua niondoke nimwachie nafasi mdogo wangu. Inakuwaje leo unaongea maneno kama hayo? Ina maana wewe umefurahia kifo chake, si ndio? Nakosea Mariam, useme hivyo. Sijafurahia kifo chake. Mariam, nitarudia kusema tena. Madina mimi hakuwa mke wangu yule. Alikuwa ni mwanamke kama wanawake wengine. Alafu unaelewa nijisikia niko nakupenda. Sio mbaya kama tutaoana. Kwa hilo haliwezekani na sitokaa kamwe nikarudiana na wewe Mselema. Sasa sikia nikwambie. Kwanza mimi na wewe hatukuwahi kushiriki kitu chochote. Yale yalikuwa tu ni maongezi, bado hatujakubaliana. Hatujafikia mwafaka kabisa wangu mimi na wewe. Nilikuwa na kuona una akili, kumbe wewe kaka mshenzi. Tena usinitoe kwenye mudi. Nimekuja kwenye msiba ndugu yangu. Sijaja kufuata hivyo vitu unavyodhania wewe. Nadhani umenielewa. Shenzi mkubwa. Ameniumbua huyo. Paka aibu. Muhusika msiba hapa nani?
Mimi hapa mjomba wake. Wasikilizeni. Mimi ninachotaka mimi ni pesa yangu. Inawezekani kwamba mke wangu achukue pesa kwangu amkopeshe marehemu wenu, hatimaye anakuja kufa. Hawezi kufa mimi na pesa yangu hivi. Ninachotaka mimi ni hela yangu mimi. Oya, tembo 10 wale kudadadeki msichekeshi kabisa ujue. Ninachotaka mimi ni pesa yangu. Haiwezekani kwamba mtu afe na pesa yangu mimi. Oya, afu nichakwambiaje wewe? Nitakulima kichwa kudadadeki. Oya, nachotaka mimi pesa yangu. Kausha. Wewe, nisikilize. Kausha upo kwenye utawala wangu. Umesikia mshamba? Wewe nisikilize. Si hapa tupo kwenye sherehe ujue. Tupo kwenye msiba sisi hapa. Wewe hapa tu hatujafunga matanga tu mwenetu. Wewe unapokuja njoo kwa amani, njoo kwa upendo. Wadogo sikiza mimi sichekesha. Usiniambia kama hivyo mwenetu. Tulia baba, tulia. Tola kwa sababu tuko mshamba ni wewe kwa usisubutu chochote kile. Nitakulipa wadogo. Msungua nisi. Mwache. Jamani tafadhali. Wewe mshamba nini? Jamani tafadhali jamani. Tulia nini? Shamba nini? Jamani, huu ni msiba jamani. Acheni kuleta nani dharau kwenye msiba ujue. Shemeji. Ni matatizo sio furaha kusema kwamba tutapiga muziki hapa tu enjoy. Mjomba anambeza nini? Tulia bana. Mwache. Shamba bana. Wewe. Jamani, hebu naomba tusikilizane. Huu ni msiba na sio sherehe. Hili tatizo kila mtu ana majonzi kwa upande wake. Nachokuomba brother, kweli tunajua unadai. Lakini tufuate protocol. Sasa wewe utafuata protocol wakati msiba huu, nani alikuwa anajua kama nani mkeo alimkopesha marehemu? Babu, protocol gani wewe unataka mimi pesa yangu? Oya, protocol gani mjomba? Lakini kumbuka wewe ni hela ya mchango wa msiba. Sasa unapochukua sisi tunabaki na nini msibani? Oya, tulie, umesikia? Hii shilingi ngapi? 30,000. Umesikia? Kwenye laki 30,200. Kwa hiyo baki shilingi ngapi? Ibaki 69,800. Tumemalizana. Nadai huko. Oa, hiyo tembo mwenetu unajua. Ongoza njia na wewe. Wewe matako ongoza huko. Mjomba, niache mjomba. Niache. Mjomba, acha. Mjomba mwache. Kacha. Niachie sasa. Niachie kwanza. Hizi sahau hizi anakujaje mtaani kwetu kama hivi mpofu mnachekelea tu. Unachekelea kama hivyo. Oa ba mdogo. Oa sikiliza mimi mwenyewe nanipeni ujue. Mimi mwenyewe nipo msibani hapo kwa makolo kama wanapokuja hapa mimi sio kama napenda, mimi sifagilii ujue. Mauzauza ya wanadamu mimi sintochoka. Mauzauza mimi bado napambana. Sifi leo. Mselemu. Kwa hiyo ina maana hata wewe unioni mimi? Umeshindwa kuniona hata mimi mpenzi wangu, umeshindwa kuniona? Okay, basi tuachane na kuniona. Umesikia leo mimi nimekufa. Kweli? Unaenda sana kumtaka Mariam dada yangu. Unataka kurudisha mapenzi naye? Kwani lakini unanifanyia hivyo? Kwa nini? Yaani ni kwa nini unaamini kwamba eti mimi nimekufa? Wakati na wewe ungetakiwa uwe upande wangu, uwe msaada katika kunipambania mimi. Lakini na wewe ndio umekuwa wa kwanza. Unafurahia eti kifo changu mimi, unafurahi kifo changu ili uwe na dadangu. Mselemu, nimeumia. Mselemu, mimi nimeumia sana. Mselemu, mimi nilikuwa nakupenda na kila kitu nilikuwa nakupa. Ile siku ya kwanza tu msibani kwangu umekuja eti unamtaka dada yangu kwa mara nyingine tena. Hii inaumiza sana. Kumbe binadamu sisi hatuna roho nzuri. Kumbe binadamu sisi tunachekeana tukiwa hai. Lakini ukisikia tu mtu amekufa hapo na upendo unaisha. Nakumbuka dada yangu aliondoka nyumbani kwa sababu yako. Ile niache mimi na wewe tukiwa uhuru. Leo hii haitoshi, umemwona msibani kwangu. Nataka tena kurudisha mapenzi naye. Mselemu, wewe ni muuaji. Sikutegemea kama dunia ina roho mbaya kama hivi. Sikutegemea kama wanadamu wana roho kubwa kama hivi. Basi yote wafanye wengine wote, lakini sio wewe Mselemu. Mwanaume ambaye uliniambia kwamba utakuwa na mimi mpaka mwisho wa maisha yetu kiko wapi? Wakati siku tu nakufa mimi, ulipopata taarifa zangu umeanza na kunisahau kabisa katika moyo wako. Umenitoa kabisa katika fikra zako.
Mselemu, mimi sijafa. Mimi sijafa. Hiyo ni aibu yako, siku ambayo mimi nitarudi. Hiyo ni aibu yako Mselemu. Asante sana. Asante. Mana jasiri afika utelezi, nimejikwana natembea, kuwa wenzao waona kazi, bila ya Mola wezi toboa. Ndio maana wa kwanza napotea, mwingine nafatia, na wanadamu hakuna jema talolizika nalo. Yani huwa wanafoka nkiwauliza ndugu yangu yu wapi, wao kumbe wananemeka kwa ficha mabaya kwa tabasamu. Mauzauza ya wanadamu misintochoka, mauzauza mi bado napambana. Sifi leo, sifi leo. Yani acha shoga yangu, yani nina pengo kubwa sana. Ghafla tu yani mwenyewe mdogo wangu ilikuwa ni ipiti siku bila kuja kwangu. Ndio hivyo, kazi yake Mungu haina makosa. Haya, utamsalimia basi. Wewe tena, kwani wewe nani? Mbona nifatafata? Ni mara ya pili sasa tunaonana. Ya, mara ya kwanza tulikutana njiani, hii ni mara pili. Kwani wewe nani na unataka nini? Maana sikuelewi. Kule njiani tulikutana, uliniambia vitu ambavyo vieleweki. Sijui mdogo wako hivi, yani sijakuelewa bado. Haina haja sana ya kunifahamu, utanifahamu baadaye, ila niko hapa kwa ajili ya kusaidiana na mimi na wewe ili kumwokoa ndugu yako. Umuokoe ndugu yangu? Umuokoe ndugu yangu kivipi? Aliyakuwa mimi ndugu yangu kashatangulia mbele ya watu. Tumuokoe kivipi? Mariam, Madina hajafa, yupo hai. Sasa wewe ulijuaje kama Madina hajafa? Usitaki kujua kama nimejuaje. Nimeonana na Madina na nimeongea naye vizuri tu. Sasa wewe ndio mtu pekee wa kumwokoa ndugu yako. Yaani ukizembea yule akizikwa, habari yake kwisha. Sasa tutamsaidiaje? Namsaidia kivipi? Mimi mbona sielewi. Wewe usijali, uko na mimi. Ukiwa na mimi hamna kinachoharibika. Yule tutamsaidia na atakuwa hai, watu watamuona kama kawaida. Kwa hiyo wewe kuwa na amani, ila uwe tu na imani. Ndugu yako yuko hai. Cha kufanya wewe nenda msibani, watu wasije kukuulizia. Ila angalizo, hakikisha Madina asizikwe. Mana jasiri afika utelezi, nimejikwana natembea, kuwa wenzao waona kazi, bila ya Mola wezi toboa. Ndio maana wa kwanza napotea, mwingine nafatia, na wanadamu hakuna jema talolizika nalo. Yani huwa wanafoka nkiwauliza. Kwanza nitanguliza shukrani kwa kuweza kuitikia wito na kufika kwa wakati.
maana nilitoa taarifa kwa mwenyekiti, na mwenyekiti nashukuru amewaambia kwa wakati na kufika. Lengo la kuwaita hapa kusaidizana kwenye hili tatizo lililotokea, ili tuweze kwenda kumstiri ndugu yetu. Sasa nikiwa kama mjomba wake, nikaona si vema, familia ni kubwa, ndio maana nikaongea na mwenyekiti na kuhakikisha kwamba amefikishia ujumbe ili tuweze kufanya kile kinachowezekana kumstiri. Hivyo basi nilikuwa nahitaji tukifanya maandalizi kwa ajili ya kuenda kuweka mambo sawa ili tuweze baadaye kwenda kumstiri, na naamini kwamba mpo tayari kwa kazi hiyo, ila ningependa kujua kwamba mtahitaji kiasi gani ili tuweze kukamilisha hili jambo kwa wakati. Tuongoze kwanza pole kwa msiba, na kama ulivyoambiwa kwamba sisi ni watu mashuhuri kwa ajili ya kazi kama hizo. Kwa jinsi tulivyoishi na dada yetu tumeshenea vizuri sana. Kwa hiyo msiba pia ni kwa kwetu sisi, sio kwa peke yako. Sasa bwana, sisi hatutokutoza gharama yoyote, labda tu ungetuangalizia kale jamaa kale kubwa bapata moja, kwa sababu shughuli zetu zinazojua zinataka kidogo. Sisi zika jambo la msiba ndio kwako, kesho kwetu sisi, au ni sawa sawa. Basi kama mmeafiki hilo swala, haina shida. Baada hapa tutakwenda huko na nitatimizia ahadi yenu ili jambo liweze kwenda sawa bila matatizo. Basi bwana, wao ndio shaka. Sisi ni sheria, mpande sauti kazi. Basi asanteni kwa hilo jamani. Shemeji, usiende huko shemeji. Usiende. Kaka rudi. Wewe umeona nini huko ndani? Mbona hamna kitu huko? Madina, Madina nimemwona chooni. Najua binti mingi akiangana kwa kama vile akili zako lose connection. Sasa mbona hamna kitu, piga kelele unashtua watu msibani, ndio nini sasa? Punguza mambo mengi bana. Jamani, tumeitana hapa ili tuweze kuweka mambo sawa. Hali ni tete mpaka sasa hivi. Hali ni nini? Hali ni tete. Mambo ni magumu yanakuelekea. Sasa nimeitana hapa ili tuweze kuelezana ili swala linakuaje.
Kwa nini mambo kila siku yanakuwa ni magumu tu yanapofika kwako wewe Bikaindi? Shida ni nini? Una tatizo gani wewe? Kuna kwa wenzao mambo yanaenda vizuri tu, bila kikwazo, bila nini, ila ikishafika kwako tu inakuwa ni kikwazo. Haya, mtoto yule pale, mara zikwe mara asizikwe, tunafanyaje? Uone kama hiyo ni fedheha hiyo? Uone tunakuja kuathirika sisi? Tunaathirika, mambo yote yanakuwa hadharani mbele za watu. Hata watu wasiokuwa wanajua, wanatuamini sisi, mwisho wa siku mambo kila kitu hadharani, tunaaibika. Sisi tutakuwa wageni wa nani? Sasa nakwambiaje, hili swala mimi siwezi kukubaliana nalo hata kidogo. Siwezi kukubaliana nalo. Sijui unanielewa? Fanya ufanyavyo, nakwambia. Yule mtoto akazikwe haraka sana. Akazikwe haraka sana. Kwa sababu haiwezekani. Haiwezekani. Mambo yote siku zote yanaenda vizuri. Leo hii tuje kudhalilika hapa kwa huyu mtoto? Hapana, hapana. Sijui unanielewa nachongea? Ndio mwenyekiti, na hayo unayosema yote ni ya kweli, lakini mimi naamini kwamba unanijua katika kazi zangu, sijawahi kufeli. Nashangaa sana katika hili, na usichokijua, umetokea kitu cha ajabu sana. Muombolezaji mmoja alitoka na kwenda chooni. Alipofika huko alimkuta Madina chooni, akapiga mayowe na kutoka nje. Lakini shemeji yangu Abduli alipoenda kumwangalia hakumkuta Madina. Kwa hicho kitu hata mimi kinanishangaza sana. Naomba unisaidie mwenyekiti. Tumekupa cheo cha mtaa, wewe ni mwenyekiti wa mtaa, na tukakupa na mwenyekiti wa kazi zetu, tukiamini kwamba wewe unaweza na huje kushindwa kitu chochote, si kwenye mtaa wala si kwenye kazi zetu. Kwa hiyo hata ili mwenyekiti naliweka mikononi mwako uweze kutusaidia ili tusiweze kufeli ule ukubwa ambao tunautaka, tuweze kupata cheo ambacho tumekipambania muda mrefu sana. Hata sasa pale tulipofikia sio pabaya. Sioni sababu ya sikosa cheo kwa sababu tu ya mazishi ya Madina kutimia. Naomba nisaidie mwenyekiti. Eti mwenyekiti wa serikali za mitaa, na wewe kila kitu ndio wewe. Yaani ili zigo lote nataka kunibebesha mimi. Ninaomba iwe mwanzo na mwisho. Ili janga hili tatizo ni la kwako. Sitaki univishe. Sitaki univishe. Ninaomba. Ninaomba sana. Naomba ufanye juu chini. Tatizo hili ulimalize. Ulimalize. Najua nyinyi hamnijui. Hamnijui. Hamnijui nyinyi watu wawili. Hamnijui ila mnataka kunijua. Sasa kama mnataka kunijua, safari hii mtanijua. Mtanijua mimi ni nani. Na siwezi kufanya hiyo kazi. Mmalize nyinyi wenyewe. Mmalize nyinyi wenyewe. Mimi najiweka pembeni na waangalie. Mwenyekiti, wewe ndio mwenyekiti wetu. Na vyeo vyote tumekupa. Vyeo vyote viwili tumekupa mwenyekiti wetu. Tunaomba utusaidie kwa hili, peke yetu hatuwezi. Mzigo ni mzito sana huu. Tusaidie mwenyekiti. Naomba tusaidie. Sehemu zote mbili wewe ni mwenyekiti, tusaidie. Vizuri kabisa mnaongea. Tena kwa uzuri, mnaona ni jambo dogo sana, unaona ni jambo rahisi sana. Kumbe ni jambo gumu. Sasa nawaambiaje? Hili swala nitakapolipokea mimi na kuliweka mikononi mwangu, nikalitekeleza mimi mwenyewe, naomba tusilaumiane. Kazi nitaifanya, naomba tusilaumiane. Kitakachowatokea na kuwakuta, msije mkatafuta mchawi mwingine. Ninawaambia, wekeni akilini.
inabidi tupate maji ya maiti, kwa sababu mwenyekiti wetu anajifanya yeye ndio yeye, anajifanya yeye ni mjanja sana, wakati kwenye chama sisi ndio tumemkaribisha na uongozi tumempa sisi. Sasa basi, mimi ni Kahindi, mjukuu wa Kahindi, sitakubali kushindwa katika hilo. Itabidi tujitahidi kadri ya uwezo wetu tuweze kupata maji yote. Yes, anataka kuharibiana, tutaharibiana, na kama anataka kuuana, basi tutauana. Tutahakikisha tunaharibu mipango yake yote pale tutakapopata maji yote. Ni kweli unaposema Bikaindi, inabidi tupambane juu chini tupate hayo maji, lakini sasa tutayapataje hayo maji wakati washaandaliwa watu wa kuosha hayo maiti? Ni kweli wapo watu maalum kwa ajili ya kuosha maiti, lakini sisi ni ndugu. Kwa hiyo nitahakikisha tunajipenyeza kwa namna yoyote ile na kufika kwenye chumba cha kuoshea maiti na kuyapata hayo maji. Hivyo nitajua nitafanya nini mpaka tuweze kutimiza. Sawa, kama itawezekana. Na sio kwa nini safari hii mambo yamekuwa magumu sana. Usijali, kuna kitu nitafanya, kila kitu kitaenda sawa. Kitu gani? Sifi leo, sifi leo, sifi leo, sifi leo. Tumeitana hapa, tuko katika swala hili jamani, tunaomba huyu marehemu azikwe leo isichelewe. Sijui unanisikia kaka? Maana wewe ndio unayeleta ugumu. Na unajua kabisa masuala ya Kiislamu, mtu akishakufa waga hawachelewi. Na mwezi huu ni mwezi mtukufu, kwa hiyo natakiwa azikwe haraka iwezekanavyo. Eti jamani, aswa na hata sisi hivyo ndio tulivyotaka. Madina apumzishwe mapema sana kabisa. Lakini mpaka sasa kuna sintofahamu. Au unasemaje? Ni kweli kabisa. Na sisi tunataka jambo hilo lifanyike na liende kwa haraka sana. Lakini shemeji ndiye ameweka ugumu katika hili. Sasa jamani, unaleta ugumu. Ugumu unatoka wapi? Unajua kabisa huu ni mwezi mtukufu. Na Waislamu kama mnavyojua mambo yenu. Yaani mtu akishazikwa, akishafariki anatakiwa azikwe haraka sana. Yaani mtu akiwa anasilimishwa haraka. Ndoa inaweza katokea ndoa ya mkeka, si unajua? Mtu akishafumaniwa unafundishwa ndoa hapo hapo. Sasa kwa nini ichelewe? Natakiwa tumuaishe marehemu aende akapumzike. Usiendelee kumtesa jamani. Sijui umenielewa? Nimekuelewa mwenyekiti. Na lengo na madhumuni nilitaka ndugu wote waweze kufika. Na wote wamefika. Sasa kama ulikuwa unamsubiri Mariamu na Mariamu ameshafika, kwa nini tusizike shemeji? Madina akapumzike. Mimi naumia, yaani mimi hakuna kitu kinachoniuma shemeji kama kumwona Madina yuko mle ndani. Mimi naumia, najikaza tu. Mimi naumia mwenzenu. Sije kuona msiba wenye mgogoro kama huo kwenye familia yangu. Kwa nini lakini shemeji unafanya hivyo? Mimi yaani najikaza tu. Basi mama usilie. Najua inaumiza sana. Hicho unachokiongea ni cha ukweli. Yaani natakiwa mlifanyie basi hilo swala liende haraka. Unazidi kuwatia watu majonzi jamani. Tunakuomba. Hebu fanya basi haraka inavyotakiwa jamani. Liwezekane hili swala lisingoje muda. Unajua kweli inauma. Kila mtu msiba unapotokea unamuuma. Lakini mimi naongea kama mwenyekiti. Unaona? Yaani mimi sasa serikali ndio naiwakilisha hapa. Naomba hili swala lifanyike haraka. Sawa kakangu? Nimekuelewa mwenyekiti. Lakini msiba huu naona kama vile kuna kitu hakiko sawa. Ningeomba nipatiwe muda kupumzika kutafakari. Nimesema hivi, Madina asizikwe.